Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada na rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuko katika hali ya mwendelezo wa darasa zetu, lakini awali ya yote ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ndugu zetu ambao wanaumwa wako mahospitalini, ya Rabbi, ewe Mola wetu, wajalie afya njema na uwape afya njema. Waliokuwa wagonjwa, ya Rabbi, waponeshe maradhi yao. Waliokuwa na matatizo yao mbalimbali, wakiwepo Canada, Ulaya, wakiwepo Marekani, wakiwepo Dubai, wakiwepo Omani na nchi zingine mbalimbali, basi ya Rabbi, na ikiwepo Tanzania yenyewe pamoja na Zanzibar, ya Rabbi, kawajalie ndugu zetu tunaowajua na tusiowajua, ukawaondoshe maradhi yao na ukawajalie warudi katika afya zao. Waliokuwa na huzuni, ya Rabbi, tunakuomba kwa huruma yako, kwa sababu wewe ndio mwenye huruma, tunakuomba ukawaondoshe huzuni zao. Ndugu zanguni, baada ya kuweza kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumerudi tena katika darasa zetu mwendelezo. Tuko katika hali ya mwendelezo, lakini leo hii niko na darasa fupi sana, lakini yenye maana kubwa sana. Yani ukizingatia vizuri utaenda kufanikiwa vizuri sana. Darasa hii inasema ni jinsi gani utaweza kuitumia suratul Waqia, Allah subhanahu wa ta'ala akutekelezee haja yako, kama jinsi umwesa unavyokuwa unakuja unamwesa alafu unaondoka. Yani nini maana ya kusema hivyo? Maana yake kwamba kwa wepesi mno Allah atakutekelezea haja yako. Lakini utaitumiaje suratul Waqia ili utekelezewe haja yako? Tunaposema kutekelezewa haja yako, sisi wanadamu tuna mambo mengi sana yanayotusumbua. Haijalishi mwanamke unataka kuolewa, haijalishi mwanamume unataka kuoa, mahari huna, hujui njia, huna msaada, lakini unatamani uoe, uache mambo mabaya, uache mambo machafu, lakini njia huna, ndugu yangu. Au unataka kuolewa, ndugu yangu katika imani, unataka kuolewa lakini njia hauna, wanakuja watu wanakuchezea, wanaondoka. Sasa tumia suratul Waqia. Utaitumiaje suratul Waqia? Twende katika darasa yetu, mkanisikilize kwa umakini. Na sio kwamba kwa ajili ya watu wanaoolewa tu, nimesema kwa kila mwenye haja yake yoyote, basi atumie njia hii, itaenda kutatuka kwa baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala. Nini cha kufanya? Ile suratul Waqia, utachukua udhu wako vizuri, ni muda wowote ule. Chukua udhu, kaa kitako, yani kaa chini, elekea kibla. Ukishakuwa umeelekea kibla kama kawaida, bimaana utafanya istighfari mara 100. Ukishafanya istighfari mara 100, na utamsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100. Ukishakuwa umemaliza kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara 100, alafu utasoma dua la Nabii Yunus, kama sikosei, nasema la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Utaisoma mara 110 kwenye kikao kimoja. Simu kila kitu weka pembeni kule. Una haja bwana, una jambo unataka kumweleza Allah, lazima pawe pametulia. Lazima sio kwamba umeongea, umefanya istighfari kidogo, umepigiwa simu, umetoka umeenda, umepiga la. Inataka utulivu. Jambo la kumshtakia Allah, jambo lako, panatakikana pawe pana utulivu wa hali ya juu, yani uheshimu kile ambacho unachokifanya. Ndio maana yangu halisi. Ukishafanya hivyo, nyanyua mikono yako, mwambie ya Rabbi, nanuia kuisoma suratul Waqia, na kwa maajabu ya suratul Waqia, na kwa khadimu, yani khudami uliyemjalia anayetumikia suratul Fatiha, suratul Waqia, basi ya Rabbi, nakuomba kwa baraka zako na kwa nuru yako kupitia suratul Waqia, ukajalia ya Rabbi, kwa idadi yake naenda kuisoma, ukanipe kadha wa kadha. Usiwe na mambo mengi ya kuelezea, nenda na jambo moja moja tu. Kama una jambo lako maalumu unalilenga, basi nenda nalo lile. Sio mara unasema mali, mara unataka sijui watoto wafanywe, mara unataka nenda na jambo lako moja moja, ili uone jinsi Allah anavyoenda kukutekelezea.
Mwambie ya Rabbi, mimi nataka ya Rabbi, mnafanya biashara lakini biashara yangu, kila ninapofanya biashara yangu hakuna kitu hivi na hivi, na kuomba ya Rabbi biashara yangu iweze kufikia katika hali fulani, kwa maajabu ya suratul Waqiah. Ukishatia manuizi yako, kwa sababu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, innamal a'mali binniyati. Hadithi ni ndefu sana. Innamal a'mali binniyati ni ndefu sana hii hadithi lakini tutakomea tu hapa kwamba innamal a'mali binniyati, kila jambo linalipo kutokana na nia yako wewe mwenyewe. Kwa hiyo kwamba ukitia manuizi kwa jambo lako ni bora zaidi, ingawa Allah anajua zaidi unachokihitaji, lakini lengo kutia manuizi inapendeza zaidi. Baada ya kutia manuizi utaisoma suratul Waqiah kwa kitako kimoja, sio kwamba labda ukaona unainuka kwa kitako kimoja. Yani kikao hiki kimoja utasoma kuanzia mwanzo suratul Waqiah mpaka mwisho, mwanzo mpaka mwisho mara 41 katika kikao kimoja. Mara 40 na ngapi? 41 kwa kikao kimoja. Ukishamaliza kuisoma mara 41 suratul Waqiah, nyanyua tena mikono, mwambie Allah subhanahu wa ta'ala haja yako. Kisha mwachie Allah subhanahu wa ta'ala, utakuja umwambie Maalim Zeiku au Maalim Suleiman, utakuja kusema ama kweli, alhamdulillah ustadhi, ulitoa kitu na kitu nikakifanyia kazi, Allah akanijibu kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukutane katika darasa zinazofuata. Niseme tu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na kutakieni mafanikio mema ya suratul